apewe. Nadhani kwa sababu amepaka mafuta mara 20. Ni furaha tele kufika hapa Kiamwangi. Africa AIPCA Church ina umaarufu sana Kenya yetu hii. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa waziri wa elimu, the late Archbishop Gaitho alikuja kwa ofisi na tukazungumza juu ya umiliki vile shule za Africa Independent, and because the church will remain kwa kanisa, na hiyo tukatekeleza. Kwa hivyo hii ni kanisa moja ambayo ilipigania uhuru wetu kikamilifu. No wonder kiongozi mwanzilishi aliyelala Mzee Jomo Kenyatta alikuwa na uhusiano wa karibu sana na kanisa hili. Kwa hivyo tunawaenzi waanzilishi wa kanisa hili. Wewe Archbishop, umesema wewe ni jirani. Ni kweli, next time ukipitia kule Sekuru kuelekea upande wa Malindi, unipigie simu tu ndio ufikie nyumbani, angalau upigiwe kamokokoi kidogo. Na kwa sababu natumia Kidhanda upande wa Meru, na ni jamii moja na Kenya ni moja. Kwa hivyo ni furaha tele, hasa wakati huu tukikaribia sikukuu ya Krismasi alipozaliwa Mwokozi wetu. Na sio kama yeye, kama sio Yesu Kristo, mwana wa Mungu wa pekee, hatungekuwa hapa. Na kwa hivyo shangwe, yale magumu na machungu ambayo tunapitia kama nchi tuyaelewa, na yote hayo tunayakabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Nilipofika hapa uliona nikipitia kwa ile mlango, I think wakati mlikuwa mnachukua Holy Communion, ni kwa sababu our 4th president, Mheshimiwa ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta, ametuma salamu zake niwapatieni nyinyi wa Kiamwangi. Nilimwambia niko karibu sana Gatundu. Nilipomweleza mahali akasema you are not near Gatundu, you are in Gatundu. Yeye saa hizi ako mji mkuu wa Angola. What is the capital city of Angola? Waziri Bakari wewe. Ndio anasema Bakari waziri hajui Luanda. Anajua tu Gatundu, hajui Luanda. So ndugu Uhuru Kenyatta amewasalimu. Wangapi wanapokea salamu zake? Hapo kwa shughuli muhimu sana. Yeye ni mpatanishi wa watu wa DRC Congo. Na hii naelewa sana kwa sababu ingawaje nilikuwa upinzani wakati huo, wakati walifanya handshake na Raila, wao walinituma niende nishikanishe watu wa DRC Congo, aliyekuwa President Joseph Kabila na rais wa sasa hivi Felix Tshisekedi. Wanangojewa na Uhuru wote Luanda, ndio wajaribu kuona kama wanaweza kupunguza mzozo ulioko katika Eastern DRC. Area hii yote ya Kivu mpaka wa Rwanda na Burundi, kuna mauaji makubwa ambayo yamekuwa yakiendelea. Na kwa hivyo rais wa 4 wa jamhuri, na hiyo kazi ameniambia hiyo kazi ataifanya. Anajua alikuwa amewekewa vikwazo juu ya kazi hiyo, lakini hivyo vikwazo vimeondolewa, na kwa sababu lazima watu wawe na nia ya kuweta watu wetu pamoja na eneo nzima la Afrika. Huku tukimwombea pia Raila Odinga ambaye mimi mwenyewe niliona akifanya a wonderful televised it's not an interview, debate na wenzake ambao wanang'ang'ania kiti cha kuwa nani atakuwa mwenyekiti wa bara letu la Afrika. Kwa hivyo sisi tunajivunia vile Mungu ametuweka pamoja. Wakati mazungumzo yalifanyika hapa juzi, naona watu wengi walipiga duru. Mimi namuelewa sana ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alitoa taarifa
na Ruto akatoa taarifa yake. Wote wawili walipokutana hapa Ishaweri, because as the fourth president ni lazima akae juu ya hawa wengine. Na sio kwamba namtetea, lakini namuelewa. Kwa mfano, taarifa aliyotoa Uhuru Kenyatta alisema yale waligusia mengine ni juu ya umuhimu wa kuwa na in a democratic state, kuwa na upinzani marudufu, upinzani wenye nguvu. Hiyo walizungumza. Hiyo si kuona taarifa ya Ruto hakuwekelea hiyo. Pengine ndugu Ruto anataka sisi tuwe hivi hivi, lakini Uhuru alitoa taarifa, na hiyo taarifa basi ina umuhimu mkubwa sana. Najua watu wengi wamepatwa na hali ya kutoamini ni kitu gani kinaendelea, na tuwashangilia msimamo wa makanisa. Mimi Archbishop ningefurahi zaidi kama ungesema nyinyi kina Kalonzo hamtaongea hapa, kwa sababu watu wamechoka kutumia jukwaa la kanisa kueneza mambo ya kibinafsi ya kisiasa. Naelewa sana, naelewa hiyo hasira. The Roman Catholic Church walikuwa kwanza kutoa msimamo, Anglican Church wakatoa msimamo, na maswala ambayo yalisema yajibiwe bado hayajajibiwa. Na kabla kuwa na hali ya nchi ambayo zote tunaweza kusema yes, kuna usawa, basi kila mtu ako na uhuru wa kusema siwaamini hawa ni wale hawa kina Njiru, hawa Black Bull, hawa ni hawa kina baba yao ndio hawa. Kanisa mna haki ya kuwa na hali ya taharuki juu ya vile uongozi, na yet uongozi ni sehemu moja kabisa binadamu wetu ambao kuna umuhimu mkubwa. Mimi sifurahi kabisa nikiambia wanasiasa, Archbishop tukikutana na yeye and Bishop Jomo hapa, ni kama majomo wako wengi hapa, Jomo Kenyatta, Jomo Bishop Jomo and your wonderful wife. Don't look at us as politicians. Look at us as your other face, leaders. And leaders are born. They are born. And I also want to say, Archbishop, they are also anointed. Kama vile Jeremiah, Mheshimiwa Kungu Smart. Don't worry even if you stand on top of a desk to catch the speaker's eye. I want to disabuse us of this concept. Kwamba they are lesser human beings, watu wanasiasa wale ambao wameharibu sifa ya political leadership. Ni wale ambao wanatumia jukwaa la kanisa kujipendekeza, kumbe sio wao vile ambavyo wanataja. Na kwa hivyo basi kanisa ilipogundua, kukawa na hali ambayo zote tunaelewa. Let us pray that wakati wa Christmas tufikirie sana, tuyatafakari haya mioyoni mwetu kama wacha Mungu. In real terms, wewe mwenyewe unajuana roho yako, wewe Mungu unayemwamini, unayemwabudu, unajuana. Wakati huu fikiria sana juu ya nchi yako. Machungu, watoto wameshikwa. Kiongozi wa kina mama alizungumza, na wewe mwenyewe askofu mkuu ukazungumza juu ya swala hili, kwamba kina mama wanashikwa na wanawawa kinyume na msimamo wa kisheria alivyonena wakili Njiru. Tujiulize ni kwa nini? Na hadi sisi tuko na katiba 2010 inayozungumzia juu ya umuhimu wa kuwa na nchi ambayo inatawaliwa kisheria, sio kimabavu, sio kiwizi, sio kikateli. Mambo haya ni magumu sana. Mungu atufikishe twende mwaka ujao. Na vijana wakauawa. Wakili Njiru amekwambia hiyo wimbo uliimba kwa Kikuyu.
Nataka uniandikie vizuri. I'll be singing it next time. And I remember the children of Israel 70 years under captivity, Nebuchadnezzar in Babylon. I'm not quite sure whether Babylon is not modern, either it's modern Syria, na vile vile Syria inaendelea, ama modern Baghdad. What is the capital of Baghdad? Iraq. That area, very biblical places. Jeremiah akazaliwa kule, akapata makubwa sana. And I like it, because he said, I think in Jeremiah 34, verse 17, your children will come back within their borders. Wakenya, tusife moyo. Watoto wetu watapata heshima tena. Hawatauawa tu kiholela. Hapo kama jensi na wenzake, watoto wadogo wanauawa. Kwa kanisa mna haki kuwa na ghadhabu. Si hata Lord and Savior himself alipata na righteous ghadhabu. Sema, you have turned my father's place into mahali into all kinds of dirty kind of trading. Kwa hivyo mimi nimekuja tu tuabudu pamoja. I like the spirit of worship in this church. Honestly. I mean, the altar is a very serious thing. Bishop Jude, I think Jomo ndio alikuwa anaongoza, who was leading the Holy Communion. Very serious approach to worship. That is why hata kwa belt, kwa uniform unayovaa, muna pale African picture Africa. I'm told the largest indigenous congregation in the African continent. Tumshangilie Bwana. We also have to the 4th largest congregation in our country. And so, na vile sasa amani mpatikana, Bishop Mudhuri, Archbishop, Mungu atakuwezesha, but you have demonstrated leadership qualities. Wewe umegundua nilisoma Mary School, and when I was leaving Form 6, that is why mimi I think Mungu anakupatia kipawa cha upatanishi. My colleagues walikuwa wameamua Form 6 class ya 1972, 73 I think it was. Headmaster tulikuwa tumempandika jina Idi Amin. Ilikuwa Mr. Joka. Nasema the Form 6 have all in one accord decided to fail. Mimi nikaambia wenzangu, we must challenge mwalimu. Because we had been thrown out, tukaenda huko Kakoromoni, wengine walikuwa nakula Kaboroko huko na wengine. Nasema tuache maneno. Let us challenge huyu mwalimu. And wakanisikiliza. So when I left Form 6, Mwalimu Njoka aliniandikia a living certificate which was very prophetic. Yes, akaandika hapo, imagine headmaster, wewe Kungo Kasmar, imagine kaandikiwa, this student has demonstrated qualities of a successful leader. Mwalimu akanibariki because I got our friends together. Mary School was number 4 that year. Na tulikuwa tumetoka nje, tunafanya mtihani, tumefukuzwa, tukawa number 4 in the country. Today, Mary School is one of the national schools. And I think a small contribution. Kwa hivyo mimi nataka nikome hapa. Wakwatakieni ndugu wenzangu wa APCA, AIPCA, and all the church congregations, men and women who uphold the name of Jesus Christ, that He can bring the change, that He will correct, and if you feel like you're on top of a valley, kumbukeni, I like this,
this gospel musician. She's called Randall. The God of the mountain is also God in the valley. And when things go wrong, He will make them right. For the God of the mountain is the God in the valley. Hey, kumbe mwelewe hiyo. Nitaimba hili ya Jill. I think it's good we sing that because the children of Israel eventually sang, how shall we sing the Lord's song in a strange land? And remember that choir by that composition by Bonnie. But I think we can sing together. Sio hiyo ya Njiro. That's what tumepata mafuta, and humbly we want to thank you. We can't take that for granted. Mimi nitaimba na wenzangu hapa juu ya ujasiri. All right? Kijana Isa Mbonyi, a young man from Rwanda, akaimba. Sijui kama that we able to get that one. Wasizibe kamera sasa. Wasizibe kamera. Ya Njiro, vipi ya Njiro basi?